The National Infrastructure Fund is a commitment we made to the Kenyan people in our manifesto. Today, we fulfill that promise. Katika hatua inayolenga kuimarisha maendeleo ya miundombinu nchini, Rais William Ruto ametia saini sheria ya hazina ya kitaifa ya miundombinu katika ikulu ya Nairobi. Hazina hiyo maalum inalenga kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo kupitia mbinu mbadala za ufadhili zisizotegemea madeni, ikiwa ni jitihada ya kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi ya taasisi za kifedha. Today's moment, therefore, represents more than a creation of a fund. It represents a new chapter in how Kenya finances its future. A chapter where we invest at scale in the foundation of a first-world economy, transforming agriculture through extensive irrigation and water infrastructure, expanding modern infrastructure, including roads, rail, ports, airports, and logistic corridors that connect our farms, factories, and markets. Mswada huo ulipata baraka za bunge baada ya kupitishwa kwa usomaji wa 3 mnamo tarehe 5 Machi. Kwa sasa, sheria hiyo inatazamiwa kuweka msingi wa kuanzishwa kwa chombo huru kitakachosimamia ukusanyaji na uwekezaji wa fedha za kima cha shilingi trilioni 5 zitakazotumika katika miradi mikubwa ya maendeleo nchini. Today, I am pleased to announce that the expansion of the Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model of financing under the National Infrastructure Fund. Just so that you know, and again, it looks too exact to be real, we just announced the contract for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi ameeleza kuwa lengo la serikali ni kuiwezesha Kenya kufikia hadhi ya uchumi ulioendelea, akisisitiza kuwa mfano wa nchi kama Singapore unahusu kuimarisha maendeleo ya ndani na kuboresha maisha ya Wakenya na si kuhamisha wakazi wa nchi hii kwenda nje. We are spending close to 27% of our expenditure, total expenditure, in supporting education in this country. Yet, you still hear complaints that we are not supporting education enough. We are spending so much money in supporting health programs, including primary health care, which is funded 100% by the national government. Yet still, you still hear concerns that we should put or allocate more resources in healthcare. We are spending so much money in social interventions to our elderly, those who are vulnerable in different ways, and yet still you hear that we need to spend money on these social interventions. Kwa kutiwa saini kwa sheria hiyo, serikali sasa inatarajia kuchochea utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu kupitia uwekezaji endelevu na wa busara, hatua inayolenga kupunguza utegemezi wa madeni na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. We must build the future rather than wait for that future. Atenka Negunda, Runinga ya KU.